This is KTN News. Karibu tena mtazamaji, tunafurahi sana kuendelea kuwa nawe. Tunakuuliza, je, unaridhika na jinsi serikali za kaunti zinavyotumia fedha zake hasa katika kukabili majanga? Job Mathai unasema la, sijaridhika bado kwa 65%. Kwa mfano, wangekuwa wamejua jinsi ya kukabiliana na majanga haya ya njaa na mengine mengi, ila sikusema hakuna jinsi ya kufikisha vyakula kwa wanaopitia hali ngumu. Andrew Wafula anasema la, kaunti yangu ya Trans Nzoia miundo msingi bado ni ile ile mibovu tu. Bila kuweka miundo msingi bora, hasa barabara, utafikiaje kwenye eneo la mkasa? Ngoja inyeshe huku ndio mtajionea. Mwingine anasema kwa maoni yangu, kaunti zenye hazijaendelea sana na uwezekano wa kukumbana na majanga zinastahili kutengewa pesa nyingi na serikali kuu ili kukabiliana na majanga haya ya japo. Ni mzalendo Tomkin Baraza. Hujambo Zubeda? Si jambo. Salimia gavana wangu wa Jamhuri. Kusema ukweli hakuna pesa kaunti na inabidi magavana wanaingia mfukoni mwao ili wasaidie wananchi. Mwingine anasema jina lake ni Mohamed akiwa Marsabit. Pesa ambazo zinatengewa serikali za kaunti ni kidogo mno. Hawawezi kuhudumia mwananchi endapo hawana pesa. Mwingine akasema majanga yamekuwa biashara tangu mwaka 2000 na tungependa kujua kama kaunti ya Busia njaa inanukia, sehemu ya Bunyala ni Kubaya, gavana wa Jamhuri ameweka mikakati ipi ama anangoja picha zianze kuenea katika runinga? Naona unataka kuchangia. Umejipanga au unangoja kuona runinga zikianza kuangazia sehemu yako ndio uweze kuwajibika? Nafikiri vile nilisema kwa wakati huu tunajaribu kufungua mifereji za maji ili maji zisimame kwa mashamba ya watu. Na pia katika Bunyala mwaka uliopita watu walivuna chakula. Hatukuwa na mafuriko na nafikiri wana chakula ambayo inaweza kuchukua muda. Na sinusika kama kutakuwa na jangwa katika eneo la Busia. Na tunapozungumza kuhusu njaa, tunajua wakulima wataanza kushiriki katika shughuli ya upanzi na mavuno yatakuja. Na ulipotutajia kabla ya kwenda mapumzikoni, baadhi ya kaunti hazina mahali ambapo mnaweza kuhifadhi hiki chakula. Je, swala hili mnaliangazia vipi ili tusiwe kwamba kila mwaka tunaangazia watu wamevuna chakula kingi kinaharibika kwa sababu hakuna mahali pa kukihifadhi? Mtueleza serikali haijafanya chochote. Nyinyi kama kaunti mnafanya nini kushughulikia swala hilo? Nafikiri kuna mbinu tofauti. Kama Busia kuna serikali za NGOs, shirika ambazo sio za serikali, wamefundisha wakulima namna ya kuhifadhi hizo chakula ikiwa wamevuna ndio isiharibike, lakini hazitoshi. Tulikuwa nataka kuwe na kitu kama cereal store ambayo ni kubwa, tunaweza kutuma huko wataalamu ambao wanajua kuhifadhi chakula na chemicals ambazo zinatakikana na ipatie hewa ambayo inatakikana, lakini haijafanyika hadi wakati huu. Kwa hivyo maneno ya majanga bado ni shida kwa serikali mingi za kaunti na serikali kuu pia. Na ni hatua gani zaidi ambazo umepiga wewe binafsi katika kuona hilo linafanyika? Kwa sababu hakuna haja ya wenyeji wa Busia kushiriki upanzi wakijua hawatakuwa na mahali pa kuhifadhi chakula. Ni wakijua kwamba watategemea tu NGOs. Wewe kama gavana, wewe kama serikali ya kaunti ya Busia kwa mfano, umeweka mikakati gani hata kuwatafutia soko na kuhifadhi? Tumefunza watu wetu wa idara ya kilimo, field officers wetu, namna pia watafikia wananchi wale ambao watahitaji hizi mifuko. Tunaweza kuwatafutia kwa bei nafuu wakati wanapovuna. Kwa hivyo bado mbali. Kwa hivyo nasema ya kwanza, hii kiangazi imeamsha watu wengi kwa maneno ya kushughulikia maneno za dharura. Kwa hivyo nafikiri watu wameamuka sasa. Tutafanya vilivyo ili tukabiliane na hizo majanga vile zinakuja.
Na kwa hivyo tunapoambatanisha hilo na hili kongamano kwa mfano ambalo limefanyika, nadhani ni majuma mawili yaliyopita, ambapo mlikuwa kongamano la 6 la ugatuzi katika kaunti ya Kirinyaga. Je, mambo kama haya mliangazia vipi? Kwa sababu wewe binafsi umerudia mara kadhaa kwamba sasa serikali za kaunti zimepata funzo. Mlijadili ni vipi ambavyo mnaweza kuimarisha huduma ambazo mnatoa kwa mwananchi? Nafikiri katika majadiliano yote tulikuwa tunataka tuwe na ushirikiano kubwa kati ya serikali kuu na serikali za counties, kwa sababu ile fedha tunapasa ni kidogo na tuna vifaa. Hata ukiangalia kwamba kuna kaunti zingine hata choo ikiporomoka mtoto aingie ndani ama mtu, kuokoa hiyo maisha inakuwa ngumu, lakini tunataka tuwe na vifaa za kutosha. Kama gari yangukie mtu itahitaji kumfinyilia mpaka kufa, sababu hatuna vifaa kama hizo. Vitu mingi, hata mafuriko yakikuja, hata serikali kuu inajikokota mpaka watu kutoka ng'ambo wanakuja. Kwa hivyo nasema pesa mingi serikali kuu iweze kuangazia kuona kwamba kuna tatizo katika kukabiliana na majangwa, na lazima iwe kitu kama ambayo tunaweza kuangalia pamoja county na national governments. County governments na national government. Hata leo tumesema hivi, serikali iachilie pesa mingi iende kwa counties, kwa sababu hakuna faida ya kubaki na pesa mingi katika national government na matatizo yako mengi huko. Lakini si kuna sheria ambayo inafuatwa katika kutoa fedha, kutoa mgao wa fedha za county. Huwezi kufanya infrastructure ile kubwa ambayo itapeleka maji kwa watu wengi wafaidike. Kwa hivyo tunapatiwa pesa kidogo sana, na functions zimegatuliwa karibu zote. Ukiangalia barabara zimegatuliwa, agriculture, maneno ya health yote imegatuliwa, housing, maneno ya maji, karibu kila idara imegatuliwa. Sasa serikali kuu imebaki bila chochote, lakini na pesa mingi. Kwa hivyo hatujaangazia sana maneno ya devolution, kwa sababu hatujafanya costing ya kila function. Ndiposa tukipea mtu pesa, unajua ataenda, hiyo pesa itakuja kufaidi wananchi wa kawaida. Unadhani ni umefika wakati turejelee mjadala ambao ulikuwepo katika kipindi kimoja kwamba serikali za kaunti zipunguzwe ili kusiwe na shida ambao zipo, au ziondolewe kabisa iwapo kwamba huduma haitamfikia mwananchi kutokana na shida kama hizi? Kuna haja gani kuendelea kuwa na serikali za kaunti? Je, unadhani tunastahili kurejelea mjadala huu? Nafikiri serikali za kaunti sio mingi, kupunguza haisaidii. Ile kitu muhimu ni kutambua shida gani ziko kule mashinani, ambapo kila serikali ya kaunti imeshafanya uchunguzi, imejua kwamba kama ni shida ya maji, zote tunayo mpango ya miaka 5. Kama ni ya afya, miaka 5, na costing pia tumeshafanya. So ile kitu muhimu ni kuwapatia fedha ya kutosha kuendesha hizi functions, si hatukutoa serikali za kaunti. Ni kitu muhimu, lakini pia ikiwa tutashirikiana na serikali kuu na pia NGOs na makanisa, itakuwa la faida kwa wananchi. Ila tukuangazia counties peke yake haitasaidia. Na unaposema mambo ya ushirikiano, nakumbuka kuna wazo ambalo lilikuwa limeletwa na baraza la magavana kushirikiana, kaunti za eneo fulani kushirikiana katika utoaji wa huduma, kaunti za eneo jingine kama Mlima Kenya, kaunti za Mombasa. Kulikuwa na wazo hili. Je, bado lipo? Na linasaidia vipi katika kuboresha huduma? Bado lipo. Kama sisi kutoka Nyanza, na sehemu zingine za Rift Valley na Western, tuko na block yote ambayo ni Lake Region Economic Block, ambapo tunasema ya kwanza, tukiwa eneo kubwa tutakuwa na soko la bidhaa zetu, na pia tunaweza kufanya economies of scale. Sasa tunaweza leta pesa zetu pamoja, tufanye miradi ambayo itasaidia, hata kama ni viwanda ama kufungua benki ambayo itasaidia region kwa jumla. Ile kitu kaunti moja haingeweza kufanya. Kwa hivyo hizo zinaendelea. Nafikiri kule pwani pia kuna jumuiya ya asili ya pwani, kule wale Northeastern wale pia, lakini yetu sasa ni
iko halali sasa, tumeshapitisha. Na kuna swali ambalo limejitokeza mara kadhaa, watu wameniambia usiondoke kama hujajibu, kwamba wenyeji wa kaunti ya Busia watakukumbuka vipi, kwa kitu gani ambacho umewafanyia kufikia sasa? Kufikia sasa nafikiri kuna vitu vingi tumefanya. Kama upande ya barabara tumejaribu kuboresha, hazikuwa vile zilikuweko. Viwanda vile tuliingia kama gavana mara ya kwanza hatukuwa na viwanda. Sasa hizi Busia tunayo viwanda. Tuna millers ambao wanasiaga unga, kuna viwanda 2 za miwa factories ambazo ziko modern katika jamhuri yetu ya Kenya hii. Kuna mahoteli mingi. Mimi kama gavana nilianzisha kuna MTC, medical training college saa hizi ambayo inapatia mafunzo nurses na clinical officers. Pia katika town tumeweka barabara za lami ambazo hazikuweko. Katika masoko zetu mingi tumeweka mataa ambazo zinapatia mwangaza wa wafanyabiashara usiku na vitu mingi. Bursaries tumeanzisha na za kusaidia wanafunzi wa secondary na pia colleges na university na vitu mingi tumefanya. Wakulima tumejaribu kufuatia mafunzo, tumewapatia ng'ombe za grade na tunaendelea kufanya hivi. Na kwa neno moja, 2022 tutakuona mahali popote au ndio mwisho wako sasa? Umetoa huduma mwisho sasa. Kwa neno moja. Nitaonekana mahali katika siasa ya national taifa. Utawania urais? Tutajaribu sababu tuna experience ya kutosha sasa. Haya, shukrani sana gavana wa kaunti ya Busia. Sospita Ojamonga amesema 2022 tutamuona mahali, huenda akajitosa katika kinyang'anyiro cha urais. Kwa tukisubiri kuona hayo. Mtazamaji, muda sio kwa mrefu na rejea na taarifa za KTN leo, na kusihi usiende mbali. Asante.